Kwa hiyo mimi nazungumza hapa, tunapotaka kulijenga hili taifa letu, kuliganga, lazima kama viongozi wa kiserikali wenye mamlaka tusitafute tu yale maridhiano ya juju. Maridhiano ya juju, siji diplomasia, siji namna gani, hizi hazisaidii diplomasia kwenye taifa. Hazisaidii kwa sababu zinaenda tu juju, hazigusi mioyo ya watu. Lakini hekima ni ile kukiri kama kiongozi, ili ulijenge taifa, ili uanze kugusa mioyo ya watu, uponye mioyo ya watu. Elewa kwamba nimekosea. Wakijitokeza viongozi wenye mamlaka kwenye taifa lao kukiri makosa yao mbele ya wale wanaowaongoza, itawaonyesha hawa wananchi mioyo yao kushuka. Unajua, unapotubu, unapoomba msamaha, hii inapunguza hasira. Lakini sio kwenda kutafuta suluhu huku ukificha, yani hujakitambua kile ambacho kimesababisha taifa lifike hapa. Unatafuta suluhu, lakini hutaki kutambua taifa limefika wapi, lakini unatafuta suluhu. Kwa ni vizuri kama viongozi wa kiserikali ambao umeamua kutaka kulijenga, kulirejesha taifa hili, tambueni kuna wananchi wanahitaji kusikia maneno yenu yenye busara na hekima. Kama mnataka maridhiano, mnataka taifa kulijenga, jifunzeni kukiri. Ukiwa kama kiongozi, sio kwamba wewe hautakosea, na kukiri kama kiongozi, kuomba msamaha kwa unaowaongoza sio ujinga, ni moja hekima. Ni moja hekima ya kujenga, ni moja ya upendo kwa wananchi wako. Ukiomba msamaha uonekani mjinga. Ninaongea na wabunge, ninaongea na rais, ninaongea na mawaziri, ninaongea na madiwani, ninaongea na watu mbalimbali. Kuomba msamaha kwa taifa tulipofika sio ujinga, ni kujitokeza hadharani kwa kauli zenye upya. Unapojitokeza hadharani kama kiongozi, jamani, naomba msamaha. Sasa tunaingia kwenye maridhiano, lakini natambua kilichotokea, natambua hapa tumeteleza, natambua kama hapa. Ukifanya hivyo kama kiongozi, kama mbunge unayetafuta kulijenga taifa, utaliponya kwa haraka zaidi. Kwa mimi naomba kama viongozi ambao katika serikali yetu ya Tanzania mnaotafuta maridhiano, maongezi ya kulijenga taifa na kulirudisha taifa, jitokezeni kwa lugha ya kuomba, mtambue kwanza kuanzia ndani, sio mdomoni. Mtambue kwamba kweli taifa limefika hapa, lakini limesababishwa na viongozi wenye mamlaka. Kwa hiyo zile kauli za kusema tunatafuta maridhiano ya kidiplomasia haliwezi kulirejesha taifa katika umoja. Lakini lugha zinazotoka kwa viongozi wenye mamlaka, zikitoka zenye hekima na busara, zenye kuponya nafsi, lugha, kauli zetu kama viongozi, ya kwamba kwamba kama viongozi wa serikali tumetambua makosa, tumeteleza hapa, ni kweli, tusameheni hapa, tumeteleza hapa. Kama viongozi wa serikali mkijaribu kuligundua hili, Tanzania itarejea kwenye mazungumzo na maridhiano ya kweli. Tambua kwanza makosa. Tambueni makosa. Msiendelee tu kusema kwamba tunataka maridhiano, tunataka hiki, tunataka hivi. Watanzania na watu walioumizwa wanataka kusikia kauli zilizo njema. Mimi mwenyewe nimeumia. Kwa hiyo ili tusiendelee mbali, tusiende mbele zaidi, hekima inahitajika sana hapa tulipofikia katika taifa. Hekima inahitajika sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania na aikumbuke Tanzania. Pasipo Mungu tunakuelekea kubaya. Machozi ya watu wataendelea kulia, tumia. Watanzania wanaona, hata mtoto mdogo anaona. Hata ukiwaambia usitume video fulani, lazima aliye nayo ataendelea, ameweka sumu hapo. Kuna siku atamuonyesha ndugu yake, huyu atamuonyesha ndugu yake, huyu atamuonyesha ndugu yake, hata asipomsambazia atamuonyesha. Kuna mambo yameonekana. Sasa haya yote tukianza kuyazungumzia lugha ya kuyaficha, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, hiyo haitasaidia. Shida ya kutatua tatizo la hili taifa sio kuescape tatizo, sio kukataa kilichotokea. Mimi naongea na viongozi wa serikali. Msikatae kile kimetokea kwenye taifa. Mnapoendelea kukataa yale yaliyoonekana na matokeo yaliyotokea kwenye taifa, ni kuendelea kujeruhi mioyo ya Watanzania, ni kuendelea kuwapa uchungu. Sababu akili yao haiko tayari kusikiliza tena, inahitaji kusikiliza maneno yenye hekima kubwa. Kwa ni vizuri turejee na lugha ambazo zitakuwa
zenye kuponya mioyo ya Watanzania. Kuyakataa matokeo ya yale yanayoonekana, ama kuyaficha, ama kuyaescape, kukwepa matokeo, matukio. Lazima matatizo, kama viongozi wa serikali ya Tanzania, tunapotaka kusolve, tuface matatizo, sio kuyakataa. Kwa kama viongozi wa kiserikali, ninawaomba sana, msiescape matatizo, msiyakatae. Yameshaonekana, hata ukifanya hiyo ukaficha hivi, afichaye dhambi yake, afichaye dhambi ataangamia tu. Yani uwezi ukakataa vitu vinavyoonekana. Utatu ufanye hivi, kuna matatizo yatatokea. Kwa hiyo ni vizuri kama viongozi, mnapotaka maridhiano, msiyakatae yaliyotokea. Ni vizuri, njia pekee ni kukiri na kuweza kuomba toba, kuomba msamaha mbele za Mungu kama viongozi wa kiserikali, kuomba msamaha kwa Watanzania mnaowaongoza. Ndipo maridhiano yataweza kujitokeza yenye nguvu ya kutoka mioyoni. Kwa sababu yale maridhiano yanayoendelea kutendeka ya diplomasia yanayofanywa katika mataifa kadha wa kadha, hayo maridhiano waga hayamalizi. Mmeshagaona maridhiano ya hivyo yanamalizaga magomvi kwenye taifa? Hamna. Lakini hii hekima ninayoeleza ni hekima ya kiroho. Hekima ya kiroho kwanza ni kukubaliana na matokeo kama viongozi yaliyojitokeza, kwamba taifa limefika hapa kwa sababu ya uongozi mahala tumeteleza. Ni sawa na vile unapotaka kuijenga familia yako, ni kwenda kwa mke wako au mume wako. Unataka kuendelea na familia yako, unampenda mke wako, unapenda mume wako, unapenda watoto wako. Sasa ili uendelee, lazima ionekane mmoja drop chini. Lakini ukiendelea kusema basi mimi ni mwanaume au mimi ni mwanamke, hiyo ndoa lazima itavunjika, na ndivyo taifa lilipotufikia. Ukiendelea kusema mimi ni mbunge, siwezi kuomba msamaha kwa kilichotokea. Mimi ni waziri, siwezi kujitokeza kuomba msamaha kilichotokea. Mimi ni rais, siwezi kuomba msamaha kilichotokea. Mimi ni CCM, siwezi kuomba msamaha kilichotokea. Mimi ni Chadema, siwezi kuomba msamaha kilichotokea. Kwa hiyo hapo taifa litavunjika, litasambaratika. Kwa hiyo hekima ni nini? Viongozi mmetufikisha hapa. Lazima mnapotaka kulijenga taifa, tuache zile lugha za kidiplomasia tu. Lazima tujue hekima ya kwanza ni kutambua makosa tulipofika hapa na kutubu, yani kusema tumekosea. Twende sasa kwa imalizia. Tunakubali hapa kuna makosa. Tunakubali hiki tumekosea. Tumekubali hiki tumekosea. Ndipo tutaenda kwenye hicho. Lakini hatuwezi kuenda kupata suluhisho pasipo kuwepo na kukubali matokeo. Tukiendelea kuyapinga matokeo, tukayafunga, tukayaficha, ndivyo tunavyozidi kupotea zaidi, tunavyozidi kuangamia, tunazidi kuumia, tunazidi kuchochea hasira, tunazidi kutengeneza vikundi, mpasuko mkubwa. Ndio kazi ya shetani hiyo. Kwa ndio ushauri wangu mimi, ambao kama mtumishi wa Mungu nimekaa kimya, nina maumivu ambayo yametokea. Kwa hiyo nimezungumza hapa sasa, na mimi Mungu awabariki sana. Wachache ambao mtanisikiliza kwa hekima hii ambayo Roho wa Mungu amesaidia kusema nanyi, na mimi siwezi kuzungumza nisichokuwa nimeagizwa na Roho wa Bwana. Kwa hiyo nimezungumza hivi kwa viongozi wa kidini na viongozi wa kiserikali, kwa kuijenga na kuleta mshikamano taifa hili litakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kusema Mwenyezi Mungu awabariki. Ninawatakia neema na baraka. Ninatamani sana ili nililolishauri lingepokelewa na viongozi wa kiserikali ili kuirejesha Tanzania kuwa katika umoja. Tambueni kwamba kukiri ama kuomba msamaha kama kiongozi ni moja ya hekima, sio ujinga. Mungu awabariki sana. Asante.